Amani alikuwa kijana maskini, akifanya kazi za vibarua ili kujikimu. Kila siku alipita karibu na bustani ya kifahari iliyokuwa mali ya familia tajiri ya mzee Akifa. Siku moja, alipokuwa akibeba mizigo, aliona kitabu kikianguka kutoka kwa msichana aliyekuwa ameketi chini ya mti mkubwa. "Samahani," Amani alisema kwa heshima, akikiokota kitabu. "Asante," msichana alijibu kwa tabasamu la upole. "Naitwa Zawadi." Hapo ndipo safari ya mapenzi yao ilipoanza. Walikutana kila siku bustanini, wakizungumza kuhusu maisha, ndoto na matumaini. Tofauti zao za kiuchumi hazikuonekana kuwa na maana mbele ya hisia zao. Kadiri siku zilivyopita, urafiki wao uligeuka kuwa mapenzi ya dhati. "Amani," Zawadi alisema siku moja, "ningetamani dunia iwe tofauti ili watu wasihukumie kwa mali." Amani alimtazama kwa upendo. "Mapenzi yetu ni ya kifaurongo," alisema. "Hayafuati sheria za kawaida." Lakini nje ya bustani yao ya siri, dunia haikuwa rahisi. Rafiki wa Amani, Juma, alimwonya. Familia yake haitakubali, utaumia. Lakini Amani hakurudi nyuma. Habari zilifika kwa mzee Kifa. "Ni kweli unatembea na kijana maskini?" aliuliza kwa hasira. "Baba, si maskini, ni mtu mwenye moyo," Zawadi alijibu kwa ujasiri. "Sitaki ujinga huo," mzee Kifa alipaza sauti. "Huwezi kuharibu heshima ya familia hii." Mama Zawadi alijaribu kutuliza hali. "Mapenzi hayalazimishwi mzee." Lakini mzee Kifa alikataa kusikiliza. Alimzuia Zawadi kutoka nje na kumpiga marufuku kumwona Amani. Zawadi aliumia sana. Aliishi kama mfungwa ndani ya nyumba yao kubwa. Kwa upande mwingine, Amani hakukata tamaa. "Siwezi kuacha kupigania mapenzi yetu," alimwambia Juma. Siku moja, kwa msaada wa mama yake, Zawadi alitoroka kwa muda mfupi na kukutana na Amani. "Baba yangu hatakubali kamwe," alisema kwa machozi. Amani alimshika mkono kwa nguvu. "Basi tutamwonyesha kuwa mapenzi yetu ni ya kweli." Amani aliamua kubadilisha maisha yake. Alifanya kazi usiku na mchana, akajifunza ujuzi mpya na hatimaye akapata kazi nzuri mjini. Baada ya muda, alirudi kwa ujasiri nyumbani kwa mzee Kifa. "Shikamoo mzee," alisema kwa heshima. "Unataka nini?" mzee Kifa aliuliza kwa ukali. "Nimekuja kukuomba nafasi, sio kwa sababu ya mali, bali kwa sababu ya upendo wangu kwa Zawadi," aliendelea. "Niko tayari kuthibitisha kuwa ninaweza kumtunza na kumpa maisha bora." Kimya kizito kilitawala. Baada ya muda wa kutafakari, mzee Kifa alianza kuona mabadiliko ya Amani. "Mimi nilifikiri wewe ni mzigo," alisema polepole, "lakini umeonyesha juhudi na heshima." Zawadi alitabasamu kwa matumaini. "Mapenzi yenu ni ya ajabu," mzee Kifa aliendelea. "Labda ni yale mnayoyaita ya kifaurongo." Hatimaye alikubali ndoa yao. Amani na Zawadi walikumbatiana kwa furaha. Changamoto zao zilikuwa zimewafanya kuwa imara zaidi.